Ribo kwenye mchezo leo, naona kama kuna mabadiliko mengi ukiangalia na mapambano ambayo Mungu yafuatilia jambo ambazo zimemtikisa. Sumigi Ribo amekuwa akiweka mbali zaidi washindani wake, lakini kuna muda hapo unamuona Ribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti na Hassan Mwakinyo kaanza na Fasco mpaka raundi hii ya pili. Kama unasema aida. Nzuri sana. Ribo Amri. Huyu Hassan Mwakinyo. Anahesabiwa. Ribo anahesabiwa. Na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili. Kuja mwanzo na dakika za mwanzoni kabisa. Anatimiza kazi ambayo alimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kingine kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO. Ni moja kati ya tabia zake aidha. Kimsingi ni knockout kwa sababu mauzo ndio tabia yake. Mpaka kwa Eric kuonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa amemaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tena kuna lipi na kipi ambacho Eric alipigana nacho njiani na kuelekea kwa chini na kuelekea faji kufika tabaka kwa raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anapiga macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambao anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa, aliingia kwenye mfumo na kukutana kwa na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power head ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo Left kwenye jawline ikamkuta Eribo na kumpeleka kwenye canvas na kupeleka fight hiyo. Ilikuwa ni left ambayo ilimkamata Eribo akiwa anaiona inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Eribo kupiga magoti kabla